Wafugaji wanapoteza vifaranga wengi ndani ya siku chache, sio kwa sababu ya chakula ni kibaya wala mabadiliko ya hali ya hewa, bali ni kwa sababu tu ya kosa moja dogo la kuto kuzingatia ratiba ya chanjo. Licha ya kuwa tunatumia mimea ya asili kukinga magonjwa mbalimbali, lakini utaratibu wa chanjo uko pale pale kwa sababu magonjwa ya kuku yamegawanyika katika makundi mbalimbali, na kundi la magonjwa ya virusi yanahitaji chanjo ili kuwakinga kuku kabla hayajaingia. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hizi za Rashi Poultry Farm, ni kusihi ubonyeze button iliyoandikwa subscribe, ulike video hii na kushare na wafugaji wengine ili tutatue changamoto za ufugaji wa kuku wa kienyeji. Leo ni siku ya 7 na ni siku ambayo utaratibu wa chanjo huanza, na tutazungumzia chanjo ya Newcastle au wengi huita kideri au mdondo. Newcastle ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi na unasambaa kwa kasi ya ajabu, na unaweza kumaliza banda lote ndani ya siku chache tu kama vifaranga au kuku wako hawatakuwa wamepewa chanjo. Kwa nini chanjo hii ni muhimu? Kabla hatujaenda kwenye vitendo, ni muhimu tuelewe kitu kimoja. Chanjo haitibu. Chanjo hutengeneza kinga kabla ya ugonjwa haujafika. Kuku anaweza kuonekana mzima kabisa leo, lakini akikutana na virusi akiwa hana kinga, anaweza kuwa mgonjwa ndani ya masaa machache. Dalili za ugonjwa wa Newcastle ni pamoja na kushusha mbawa, kupumua kwa shida, kupiga chafya, kuharisha kijani pale ugonjwa unapokuwa umekolea, shingo kupinda, kushindwa kutembea na vifo vya ghafla tena vya idadi kubwa. Malengo yetu ni kuzuia haya yote kabla hayajatokea. Kuna vitu pia vya kuzingatia kabla haujawapa kuku wako chanjo. Kwanza, hakikisha mambo haya matano yapo sawa. Jambo la kwanza ni muda wa matumizi. Hakikisha chanjo yako haija expire. Jambo la pili ni uhifadhi. Je, hiyo chanjo imehifadhiwa kwenye ubaridi tangu ulipoinunua? Chanjo iliyoachwa juani au sehemu yenye joto haifanyi kazi tena. Afya ya vifaranga. Wachanje wale walio wazima tu, usiwachanje wagonjwa au walio dhaifu. Kwa hakikisha vifaranga wako wana afya njema. Maji utakayotumia, kama we ni mpenzi wa mtumiaji wa chanjo ya kwenye maji, hakikisha maji ni hayana klorini. Yani usitumie maji ya bomba moja kwa moja kwa ajili ya kuwachanja. Kama unataka kuwachanja kesho na maji yako ni ya bomba, hauna mbadala mwingine, yachote leo, yaache yatulie mpaka kufikia kesho, unaweza kaendelea kuyatumia. Lakini pia hayo maji yawe safi na hata wewe usiwe na shaka katika kuyanywa. Muda wa kuandaa ni kitu cha 5 cha kuzingatia. Andaa chanjo pale unapokwenda kuitumia moja kwa moja, yani usichukue chanjo ukaichanganya kwenye maji ukaiacha muda mrefu kabla ya kuwapa kuku wako. Jinsi sasa ya kutoa chanjo. Hii itategemea na aina ya chanjo ulionunua. Unaweza kuitoa kwa njia ya matone. Ipo chanjo ya matone. Chanjo hii hutolewa kwa kuweka tone moja kwenye jicho la kifaranga au kuku hata kama ni mkubwa, kama unavyoona katika video hii. Lakini pia kuna chanjo ya kuwapa kwenye maji ya kunywa. Kama utawapa chanjo kupitia maji, ondoa maji kwa muda mfupi kabla ya chanjo ili vifaranga wawe na kiu kidogo. Baada ya hapo, wawekee maji yenye chanjo. Hakikisha wote wanapata nafasi ya kunywa. Usiache hayo maji yakae bandani kwa muda wa zaidi ya masaa 2 tangu umeyachanganya. Nikupe tu dondoo kidogo. Chanjo hii unayoona kwenye video na uitumia ni chanjo ya 3-1. Ni chanjo ambayo inasaidia vifaranga wetu katika magonjwa 3. Ugonjwa wa kwanza ni Newcastle ambao tumeulenga kabisa katika hii video. Lakini ugonjwa wa pili ni ugonjwa wa ndui ambao huwa unawatokea kuku wa umri wote, na ugonjwa wa 3 ni ugonjwa wa mafua. Chanjo hii kama unapendelea na wewe kuitumia, tuambie kwenye comments umeitumia mara ngapi na unaonaje matokeo yake. Baada ya kutoa chanjo, waachie wapumzike, wawekee maji safi na endelea kuwapa chakula ambacho huwa unawapa kila siku, yani chick starter. Usiwape msongo usio wa lazima, mfano kelele, kushikwa mara kwa mara na kadhalika.
Fuatilia afya zao kwa siku chache zinazofuata. Kumbuka jambo hili ni muhimu. Chanjo ni sehemu moja tu ya kinga. Usafi wa banda, chakula bora, maji safi na joto sahihi kwa vifaranga vina mchango mkubwa sana katika afya ya vifaranga wako. Na hapa kuna makosa ambayo wafugaji wengi huwa wanayafanya. Nimeona wafugaji wengi wakikosea kwa njia hizi tatu. Moja ni kuchanja vifaranga wagonjwa, 2 ni kutumia chanjo iliyoisha muda wake, 3 ni kuacha chanjo juani, 4 ni kutofuata maelekezo ya matumizi, na 5 ni kudhani chanjo pekee inatosha bila kuzingatia usafi wa banda na vyombo vya chakula na maji. Mfano, nakumbuka mfugaji mmoja aliniambia alipoteza vifaranga 40 kwa sababu tu aliacha chanjo kwenye jua kwa muda wa dakika 10 kabla ya kuitumia. Dakika 10 tu. Ukiepuka makosa haya matano, nafasi yako ya mafanikio inaongezeka sana. Na tukimalizia tu, leo tumekamilisha siku ya 7 ya uleaji wa vifaranga, na kuanzia sasa wanaweza kujenga kinga muhimu dhidi ya ugonjwa wa Newcastle, lakini pia kwa kuwa nimetumia tatu moja dhidi ya ugonjwa wa mafua pamoja na ugonjwa wa ndui. Lakini safari bado haijaisha. Katika video inayofuata tutazungumzia siku ya 8, tutaangalia maendeleo yao, jinsi ya kutambua kama wanakuwa vizuri na hatua zinazofuata. Kama video hii imekusaidia, basi usisite kubonyeza button imeandikwa like au like video hii, subscribe ili usikose sehemu inayofuata, share ili tuwafikie wafugaji wengine. Na kabla hujaondoka, andika maoni yako kama umekuwa unafuatilia mfululizo wa vipindi hivi vya uleaji wa vifaranga. Rashi Poultry Farm, tunafuga kwa maarifa, tunazalisha kwa faida. Tukutane kwenye video ijayo.